Good afternoon, wherever you are. I'm coming today with a nice spoken. Ni wakati siku ghafla baada ya siku nyingine, ukiangalia kutoka juu mpaka chini unadhani kama tumepotea, lakini nowadays hatujapotea kwa sababu uchumi imekuwa ngumu. Tukitoa kofia unadhani kama ni upara. Jo manzeni, huku ni duniani, nadhani kama tunaingia Haiti na bado huku tunazunguka, tumeletewa mpaka ugonjwa wa Ebola. Kenya tunaelekea wapi manze? Tuangalie vizuri. Kika chini, the moment we sit, unadhani kama umeanguka na bado umekaa kwa kiti, nguvu hakuna, umekaa na upepo tu. Kila wakati unazunguka, unapita huku na kule na hauoni kitu yoyote yenye unafanya manze. Huku duniani tumehangaika, kila wakati tunazunguka, tunatafuta na tuoni, tumehangaika, tumezunguka. Tunafanya maandamano ili tukaweze kupata haki na bado hatupati. Tumefanya kila juhudi tupate haki yetu, hatupati. Kila wakati tunalia, machozi yanatiririka kutoka kwa wazazi wetu, mpaka saa hii watoto wakizaliwa bado wanalia. Tunatafuta nini ndo tujulikane kama tuko Kenya yetu tumefikia wapi manzi? This too sad because I'm coming through to say the truth of Kenyans. Wamekaa wakiangamika, tumekaa kila wakati ni kulia. Machozi yetu sisi kama Gen Z tutafikia wapi? Tumeamua kutoa shati ili tukaweze kuwafulia, mkaweze kujua kuwa tuko na shida. The problem is coming is President, why you do this one bana? President, why you make us to suffer? President, mpaka chumvi siku hizi tunaambiwa inataka kupanda bei manze. Ilikuwa ni chini, kiberiti tulikuwa tunanunua 2 bob, nowadays ni 5 bob. Hiyo ni kiberiti moja. Jo, nadhani kaa tumechanganyikiwa, nadhani kaa tuoni mahali tunaelekea. Bado tumebaki na mwaka mmoja ndo tuingie election. 5 months. Jo, nilikuwa shule nikisoma free education. Nowadays ukiangalia wanafunzi wanasafa, wamekaa wakihangaika. Vitabu tulikuwa tunapewa free shuleni, tukiambiwa tunakaa chini tunasoma tukiwa chini. Tulitumia mbao kuandika, tulitumia penseli kuandika, lakini nowadays ukienda na kalamu 2 shuleni nayo inaisha kama mafuta ya taa. Nini hii? Ni dunia gani tuko? Wanafunzi wamesava duniani kote. Kenya tunahangaika, lakini country zingine wako peacefully. The moment wanakaa kuzunguka huko, wao wanakaa tu ni live wakicheka because life yao imechukuliwa easy. Sisi wengine huko Kenya jo, jua ikiwaka siku moja ni taabu, mvua ikinyesha siku moja ni taabu, na bado sisi tunakaa tu tukifikiria. Unadhani sabuni siku hizi ni shingapi jo? Unadhani chumvi siku hizi ni shingapi jo? Fuel imekuwa increases, rent ya nyumba imekuwa increases. Kama stima yenyewe tunalipia, ukilipa 30 bob ni tokeni 1 na points, na ilikuwa ni tokeni 2 na points. Bali haya ni maisha gani? Kama shosho zetu walipumzika bado wanalia alvini, wanaulizanga watoto wetu tuliwacha maisha gani jo? Tumebaki huku Kenya tukihangaika jo. Wazee tutafunga tumbo zetu tukilia kila wakati, watoto wetu wataishi wapi? Hadi vijana wameogopa kuoa because of life. Maisha yamekuwa magumu. Tumekaa huku tukihangaika, tumeandikwa kwa makampuni, lakini bado ni kama tunaona life ni day. Tutafikia wapi tukiwa tunahangaika hivi? Tukiangalia upande kulia kushoto, mijengo inainuliwa kila siku, lakini bado Kenya tunalia, hakuna pesa. Ukiangalia kona na ile kona ingine, bado tunahangaika.
Kama watoto wa kike, sisi watoto wa viume tunalia. Watoto wa kike wao wanalia kwa sababu wananyesha kila mwezi. Watanunuaje vitu zao za kuprevent kunyesha kwao? Lakini sisi watoto wa kiume tunalia, tupate hata marashi. Tunakaa tu tukihangaika kila wakati. Ndio tumehangaika na tunatoa jasho. Unalima kama unafanya kazi, unadhani uko shambani, na bado huku mwinda akikutusi bana. Tufanye nini ndo tujulikane? Tufanye nini ndo tujue kwa tuko nchi gani? Kenya yetu walioilidhi wakaiongoza, lakini bado tunalia. Hadi wenyewe wanashangaa kwa makaburi. Tuliachia nani uongozi jo? Probably in than 2027 is the moment that you can change the opportunity. Say that one time ni kwa damu, one time iko na itakuwa in serious moment. One time election, Ebori imekuja imetawanyisha. Ebori imekuja inataka igawe kila kitu. Kampeni itakuwa chini, lakini hautaona vile election itafanywa. Utakuwa unalia kwa sababu hautajua vile ameingia tena kwa kiti. Wewe utakaa ukiimba one time, na anajua vile ame make the decision zake mwenyewe, vile anakuja wachanganye tena. Atawaambia hasela, na baada yeye mwenyewe ni kijana mkora akiwaambia hasela ni bottom up. Atawageuza tena, angalie miguu juu, vichwa mtapeleka chini mkiwa mnazikana tu. Kuzikana bottom up, mkujua maana yake ni gani? Ilikuwa ni kufanya maandamano vijana na kuuawa na kutupwa mtoni kila wakati mkiambiwa ni bottom up. Eti mama mboga bodaboda mtakrisiwa redi ya kufanya mboka zenu, lakini bado tu kiwaambia hilo, sidhani mimi nimepayuka, sidhani mimi nimevuta bangi. Nawaambia likiwa nimemaanisha, kwa sababu mimi situmii moshi yoyote ile. Mimi ni kijana tu mtulivu, kijana tu mtanashati. Ndo na grow, ndo nakuja. I'm the one kingpin mwenye nakuja. Ndo hiyo, ndo kijana tu mtulivu. Kila siku mnakaa mkilia na wazazi wetu kwa ushago wakilia, huku tumekaa tuking'ang'ana. Ukiitwa wazimu nadhani umekuwa nini, utoe nguo. Wewe si wazimu, kwa sababu maisha yamekuwa confusion. Wewe mwenyewe ukizunguka huku nadhani kama umepotea. Kanyaga matope ya paipu siku mbili, unaanza kulia. Machozi ni mengi. Fanye nini?